لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون إن للمتقين مفازا يقول الله سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها المؤمنون بارك الله فيكم بعد ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtukufu wa daraja mwalimu wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na usieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndiyo mafanikio pekee yatakayopelekea kufanikiwa kwetu hapa duniani na kesho akhera mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika iman, katika neema nyingi ambazo kwamba mwanadamu amekwenda kuruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa neema hizo ni kule Allah subhanahu wa ta'ala kumjalia mwanadamu kuwa na mtoto. Watoto ni neema kubwa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayokwenda kumruzuku nayo mwanadamu, kiasi cha kwamba yule ambaye kwamba hana mtoto anaenda mbio nyingi sana ili awe na yeye ni mwenye kuruzukiwa mtoto na Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Hata mbio atakazoenda mwanadamu zozote, ima aende kwa wataalamu anaowajua yeye, kwa waganga anaowataka yeye, lakini mwanadamu afahamu kwamba hii neema ya watoto anayoruzukiwa mwanadamu haitoki kwa mwingine yoyote isipokuwa ni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Humruzuku anayemtaka yeye mtoto wa kike. Akajaliwa mzazi kuzaa mtoto wa kike peke yake, kila anapozaa mtoto anayemzaa yeye ni mwanamke. Akataka yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake, kwa uadilifu wake na kwa hikma zake ambazo kwamba hazieleweki katika macho ya mwanadamu, Allah akamjalia mwanadamu kupata mtoto wa kiume. Na mwingine Allah subhanahu wa ta'ala akamchagua ya kuwa wewe utapata mtoto wa kiume na utapata mtoto wa kike. Lakini kuna wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pia kwa uadilifu wake na kwa hikma yake na kwa rehema zake juu yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mwanadamu huyo Allah akamjalia yeye ni tasa, hata azunguke atakavozunguka hawi ni mwenye kupata mtoto. Ndugu zanguni katika imani, wazazi wengi leo
wanakuwa ni wenye kulalamika juu ya watoto wao waliowazaa wao wenyewe, ya kuwa watoto hawa hawasimamishi haki zao juu yao. Watoto wamesahau suala la kusimamisha huququl walidain, wakawa ni wenye kusimamisha huququl walidain. Watoto hawakuwa ni wenye kusimamisha haki za wazazi wao, bali walizivunja haki zile watoto hao, wakawa ni wenye kuwaasi wazazi wao, kiasi cha kwamba mzazi anakwenda kulalamika katika vibaraza, anaenda kulalamika katika sehemu tofauti tofauti ya kuwa mtoto wangu ameniasi, mtoto wangu hata nimwambie vipi hanisikilizi, mtoto wangu haniheshimu hata kidogo. Haya ni maneno yanayozungumzwa na wengi katika wazazi juu ya malalamishi ya watoto wao. Naam, ni sawa wazazi kuumia, ni sawa wazazi hawa kulalamika, kwa sababu hatakiwi mtoto kuivunja heshima juu ya mzazi wake. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia wabilwalidaini ihsana, na kwa wazazi wawili mwatakiwa muwafanyie ihsani. Hata mzazi akawa mshirikina, hata mzazi akatoka katika mipaka ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sheria ya Kiislamu inakwambia wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa li bihi ilmun au ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Hata mzazi anapokuamrisha katika jambo la ushirikina, hapo usimsikilize, usimtii. Anapokuamrisha katika maasi, achana na mzazi huyo katika sehemu kama hilo, lakini mfanyie wema mzazi wako huyo. Ndio mafundisho ya Uislamu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alizingatia kuwa watoto kutoheshimu wazazi wao na kuvunja haki za wazazi wao ni min akbaril kabair, katika madhambi makubwa, aliposema alayhi salatu wassalam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Masahaba walipotaka kujua, miongoni mwao akawaambia wa uququl walidaini, kuwakata wazazi wawili. Ikawa wewe huna heshima nao, hauwazingatii wazazi wako wawili, ni jambo la makosa. Wazazi wengi wanapenda kuitizama mada hii upande huu, lakini leo mimi nageuza upande wa pili katika mada hii. Ni haki za watoto juu ya wazazi wao. Isiwe wazazi wanalalamika tu ya kwamba kila siku watoto hawasikii, kila siku watoto hawazingatii, kila siku watoto wamezivunja haki zao juu yao. Kumbe wazazi hao wao wenyewe pia kuna haki wanatakiwa wazisimamishe juu ya watoto wao, hawakuwa ni wenye kuzisimamisha haki kama hizo. Ndio yule bwana mmoja alienda kwa Amirul Mu'minina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, amemshika mtoto wake mkono, anamlalamikia, ya Amiral Mu'minin, ewe kiongozi wa umini, huyu mtoto wangu hanisikilizi, kila ninalomwamrisha mtoto huyu hataki. Mtoto huyu amevunja haki zangu, hana haja na mimi, kila ninachokitaka yeye yuko kinyume na kile ninachokihitaji mimi. Umar Amirul Mu'minin, as-sahabiyul jalil, khalifatun min khulafa'ir rashidin, amgeukia kijana huyu kwa kumkemea. Mbona unavunja haki za mzazi wako? Mbona haumsikilizi mzazi wako? Una matatizo gani wewe? Kijana alipomsikiliza Umar ibn al-Khattab amwambia, ya Amira al-Mu'minin, alaysa li haqqun? Kweli babangu amenishtakia mimi, kweli babangu ameleta malalamishi kwangu mimi. Je, mimi kama mtoto sina haki ambazo kwamba babangu atakiwa anitekelezee na awe ni mwenye kuzisimamisha haki kama hizo? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamwambia kijana, bala, wewe kuna haki, kuna mambo ambayo kwamba mzazi wako atakiwa ayazingatie makubwa sana. Kijana amuuliza, ya Amira al-Mu'minina, ni mambo gani hayo? Hebu tuambie tuyajue leo, tuangalie mzazi wangu amesimama juu ya misingi hiyo. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akayataja mambo kadhaa, mambo matatu. Jambo la kwanza akasema, an yuhsina ikhtiyara ummik. Jambo la kwanza, mzazi wako kabla ya kukuza wewe atakiwa akae achague mama aliyekuwa mwema, mama atakayesimama kulea wewe katika misingi ya dini. Hili ni swala la kwanza ambalo kwamba wengi katika wazazi tumewanyima watoto wetu.
tulipokwenda kuwachagua wake ambao kwamba tunawaoa, hatukuzingatia suala alilolisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidhati dini tarubat yadak, zingatia yule ambaye kwamba yuko na dini. Tukazingatia uzuri, tukazingatia mali. Naam, ni katika mambo aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini je, umemzingatia mama? Je, ulimzingatia huyu mke ambaye kwamba anafunga naye ndoa, ndiye atakayekuja kusimamisha kizazi chako wewe kama baba? Jambo la kwanza lilolitaja Umar ibn Khattab, an yuhsina ikhtiyara ummik, aangalie ni nani anayemwoa. Sikimbilie tu kuoa akaona ni mwanamke mrembo, lakini kumbe mwanamke yule ni mlaji marungi. Akaona ni mwanamke mrembo, kumbe mwanamke yule ni mwenye kukesha mabaa. Akaangalia mwanamke ni mrembo, kumbe mwanamke yule hakubakisha wanaume katika mitaa. Mwanamke huyo ndio unayetarajia wewe aje akulelee watoto wako, kesho ulalamike kuwa mtoto wako hana heshima, kumbe ulianza kukosa wewe heshima. Jambo la pili alilolitaja Umar ibn Khattab, akasema an yuhsina tasmiyak. Baba anapompata mtoto wake atizame ni jina gani anampa mtoto wake. Si kila jina tu unamwita mtoto wako. Madamu jina hili ni la ukoo halieleweki au maana yake ni maana mbaya, madamu ni la ukoo mimi nitamwita jina lile. Madamu ni jina la babu yake mimi nitamwita jina lile. Madamu ni jina la nyanyake mimi nitamwita jina lile kwa heshima ya nyangu. Kumbe jina lile ndiyo misingi ya matatizo makubwa. Said ibn al-Musayyib kama jaa fi sahih an abihi an jaddihi, asema babu yake aliwahi kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na mambo yake. Wakati anazungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimuuliza masmuk, jina lako ni nani? Anamwambia haznun, yani maana yake matatizo, shida, dhiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo akamwambia anta sahlun, na kubadilishia jina kutoka kwa hilo uliopewa na wazazi wako. Si jina sahihi wewe kuitwa, lina maana mbaya. Mimi nakuita Sahlu ndio liwe jina lako. Huyu bwana akalikataa jina lile lenye maana nzuri kwamba ni usahali, yasari. Akamwambia la ughayyiru isman sammaitani abi au sammaitanihi abi, mimi siwezi kuthubutu kubadilisha jina alilonita babangu, mimi nitabakia kuitwa hivi hivi. Said ibn al-Musayyib asema kulibakia matatizo katika familia yetu kila kukicha, hayakuwa ni yenye kuisha. Sababu kubwa iliyopelekea ni jina ambalo kwamba mzazi alimuita mwanae. Wewe wamuita mtoto wako shida, wamuita mtoto wako matatizo, wamuita mtoto wako majonzi au majina mengine ya kimila ya ajabu ajabu ambayo kwamba wazazi wanaita watoto wao. Hii tayari ni haki min huquqihi, umekuwa ni mwenye kumnyima yule mtoto tayari ulipomzaa. Jambo la tatu, Umar ibn al-Khattab akamwambia kijana huyu juu ya haki za watoto juu ya wazazi wao, wazazi wazisimamishe haki hizi. Akamwambia ayuallimaka kitaban ay al-Qur'an, mzazi ahakikishe ya kwamba amekusomesha wewe Qur'ani. Hii ni haki yako, ni haki ya kila mzazi amsimamishie mwanae ya kwamba anamsomesha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mzazi awe ni mwenye kumsomesha mwanae maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hebu turudi leo tuangalie hii haki tumeisimamisha juu ya watoto wetu. Wale tunaokuja kushtakia mwanangu hanitizami, mtoto wangu amepata kazi, yuko na mali, haniangalii, waangalia mke wake na familia ya mke wake. Wewe ulimsomesha dini yake kabla ya kulalamika? Au ulifaradhisha biology kuliko kitabu cha Allah? Ulifaradhisha wewe history kuliko sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ulifaradhisha elimu ya dunia kuliko elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo kama ndio atakayofundishwa namna ya kukutizama wewe mzazi baada ya kuzeka kwako. Ni haki ya kila mzazi aangalie, je, mtoto wake anajua kitabu cha Allah? Lao tukafunga mlango wa msikiti sahihi,
Tuambie wazazi wapite upande wa kushoto, watoto wapite upande wa kulia, tufungue Qur'an. Japo kwa kuangalia mtoto wako anaweza kuisoma Qur'ani. Wewe ni mzazi wa vipi? Unamlisha mtoto wako chakula? Wewe ni mzazi wa vipi? Unampelekea mtoto wako au unampatia mtoto wako malazi na mavazi, lakini mtoto yule hawezi kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe mwenyewe mzazi huyajui, haujali, na mtoto wako pia hayajui wala hulijali hilo. Hii ni haki tumeipoteza juu ya watoto wetu, yakapelekea haki hii kulalamika sisi ya kwa watoto wetu hawatuheshimu. Kumbe sisi tuliwakosea heshima watoto wetu kabla ya wao hawajatukosea heshima. Lazima wazazi wawasomeshe watoto wao. Ikiwa wewe mzazi Allah hakukupa taufiki ya kuijua dini yako na kuisoma, wako walimu, mkabidhi mtoto wako kwa mwalimu amsomeshe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo la kwanza aisome aqida ambayo kwamba ni sahihi. Wazazi wangapi ni washirikina? Wazazi wangapi ndio wanaowapatia watoto wao mikoba ya ushirikina? Jambo la kwanza ni tauhid. Ndio maana Luqman amfundisha mwanae, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah. Haya ni mafunzo anafundishwa kijana mdogo. Si mpaka ameendevu mtoto yule afikishe miaka 15, miaka 5, miaka 7, miaka 10. Mtoto anamwambia Ibn Abbas anafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaambiwa ihfadhillah idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Pindi unapoomba wewe muombe Allah, unapohitaji msaada taka msaada kwa Allah. Usitarajie hadithi hii iliyopokewa na Imamu Tirmidhi min hadithi Ibn Abbas kwamba Abdullah ibn Abbas alikuwa ni barobaro mkubwa, alikuwa ni kijana wa miaka 10, miaka 8. Mtume anamfundisha tauhid. Muadh ibn Jabal anaambiwa na Mtume, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Muadh anamwambia, ya Rasulullah, sijui Allah wa rasuluhu a'lam. Tunapozungumza hivi hatuzungumzii mtu mwenye miaka 20 wa Islam, tuzungumzia kijana mwenye miaka 10. Ndio Muadh akiambiwa maneno haya. Hapa tukiuliza kila mzazi, ushawahi kaa na mtoto wako ukamfundisha kumwogopa Allah? Ushawahi kaa wewe kama mzazi kumfundisha mtoto wako asifi aliyakuwa ni mshirikina? Vipi utamfundisha hivyo wakati wewe mzazi mwenye mshirikina? Wewe mzazi ukipatikana na matatizo mbio kwa waganga, utamfundisha vipi mtoto wako kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala? Angalia watoto wa kisahaba walivyofundishwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na muraqabatullah, kiasi cha kwamba mzazi anapoteleza mtoto anamnyorosha mzazi wake katika barabara ya sawa. Omar ibn Khattab alikuwa na tabia ya kutembea usiku kutizama hali za raia wake wako katika hali gani. Fasamia Omar ibn al-Khattab sautan, Omar akasikia sauti ya muuzaji maziwa ndani ya nyumba. Omar yuko nje, muuza maziwa anamwambia mtoto wake, mama amwambia mtoto wake, changanya maziwa haya pamoja na maji, kesho tupate maziwa mingi tuwe ni wenye kueneza biashara yetu. Kama vile tulivyojawa na khiana Waislamu. Mtu anauza maziwa yale anaongoza maji, alafu anakuambia maziwa haya ni piwa, na haja Muislamu kabisa, alafu anakuambia maraisi wanatudhulumu. Wewe mwenyewe wadhulumu, wataka rais afanye nini? Wewe hujakuwa rais, unadhulumu, unawauzia biashara. Khiana tumejawa na Waislamu. Twalalamika hakuna maendeleo. Wewe juu ya unaowauzia biashara zako uko katika haki? Huyu mama amwambia mtoto wake, changanya maziwa na maji. Mtoto anamwambia, ala ta'lami, haujui ewe mamangu, anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mana an dhalik, haujui mamangu kama Umar amelikataza hili jambo? Mamake kwa sababu ni mwanadamu aliteleza, akamwambia najua, lakini inna Umar ibn al-Khattab la yarana. Huyo Umar unamtaja hatuoni. Umar anasikia ya maneno. Mtoto anamwambia, ya ummi, mamangu, in kana Umar ibn al-Khattab la yarana, ikiwa Umar ibn al-Khattab hatuoni sisi, fa inna rabba Umar ibn al-Khattab yarana, hakika Mola aliyemuumba Umar ibn al-Khattab anakuwa ni mwenye kutuona sisi. Muraqabatullah.
Amefundishwa mtoto ya kujua ya kwamba Allah unalolifanya analiona, kiasi cha kwamba anamwambia mamake umepotea kwenye barabara ya sawa. Omar anamwamrisha mtoto wake Asim amuoe mwanamke huyo. Ndio anapatikana katika kizazi hicho Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhuma. Ayuha almu'minuna, barakallahu fikum. Min usuli tarbiyati alawlad, katika mambo ambayo kwamba yanatakiwa wawe nayo Waislamu juu ya watoto wao, ni wao wenyewe wazazi kuwa role model. Wao wenyewe wazazi wawe mfano wa kupigiwa juu ya watoto wao, kiasi cha kwamba mtoto anamuona mzazi wake yuko katika barabara ya sawa, sio mzazi yuko barabara ya kushoto, mtoto unatarajia ashikilie barabara ya kulia. Hili ni jambo ambalo kwamba ni la kusikitisha na la kustaajabisha ikiwa mzazi atatarajia swala kama hilo. Ingawa linaweza likatokea mzazi akawa muovu, mtoto akawa mwema, lakini aghlabu namna unavyokuwa wewe ndivyo atakavyokuwa mtoto wako. Ikiwa wewe mzazi marungi unayalia ndani ya nyumba yako, ikiwa wewe mzazi sigara unazivuta, mtoto wako anakuona. Ikiwa wewe mzazi zinaa unaifanya, watoto wanalishuhudia, wewe watarajia mtoto huyu aepuke vipi na matatizo hayo? Kullu mauludin yuladu ala alfitra, kama qala alayhi salatu wassalam. Kila mtoto anazaliwa hali ya kuwa yuko katika fitra salama. Fa abawahu imma yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani, ni baba ndio anayemtoa katika barabara ya sawa. Wewe baba unapokuwa muovu, mtoto halioni kutoka kwako isipokuwa ni liovu, ataliigiza hilo ovu. Lakini ikiwa wewe baba umesimama katika barabara ya sawa, mtoto yule anapoyaona ya sawa kutoka kwako, hata unapomwamrisha mtoto yule inakuwa ni lepesi kwake kulitekeleza swala kama lile. Ayuha almu'minun, barakallahu fikum. Ni lazima sisi Waislamu tuwe na mfano mwema juu ya watoto wetu ambao kwamba tumewazaa wenyewe. Idha kana rabbul bait bitalbi dhariba fala talumanna sibyana ani raqs, ikiwa baba mwenye nyumba ndiyo mpiga ngoma, usiwalaumu watoto wanapokuwa ni wenye kuicheza ngoma ile. In qultu ma sami'tum wastaghfirullaha innahu kana ghafara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ahbabi alkiram, min usuli tarbiyati alawlad, katika misingi ambayo kwamba itapelekea wazazi kuwalea watoto wao katika misingi ambayo kwamba ni mizuri, na ni haki ya wazazi kulitekeleza hilo juu ya watoto wao, ni wazazi kuamrisha watoto wao juu ya kutekeleza ibada ya sala. Wazazi wawe serious, wasiwe wazazi wenye kujichekea ovyo ovyo kwenye swala kama hili. Wasiwe ni wazazi wenye kuwapapasa vichwa watoto wao juu ya swala kama hili la kuamrisha watoto wao juu ya kusimamisha ibada ya sala. Leo Waislamu tuna malalamishi makubwa ya kulalamika vijana wa Kiislamu hawasali, lakini swali litarudi kwenu enyi wazazi. Vipi kupatikane vijana wanaoswali ikiwa hakukupatikana watoto wanaoswali? Watarajia vipi kupatikana mabarobaro wanaosimamisha ibada ya sala wakati hatukulea sisi watoto wenye kuswali? Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha juu ya sala hili, wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha, waamrisha familia yako juu ya sala na uwe na subra juu ya swala kama hilo. Leo ni wazazi wangapi wamekuja kuitekeleza ibada ya sala sahihi, wamewaacha watoto wao majumbani? Ni wazazi wangapi wanaotoka kwenda kusali salatul fajri, mtoto amelala, mtoto huyo aliyelala ndiye mtoto skuli zikiwa wazi anaamsha saa 11 aende shule. Ndugu zanguni katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia murru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin, waamrisheni watoto wenu wawe ni wenye kutekeleza ibada ya sala hali ya kuwa wana umri wa miaka 7. Wanapofikisha umri wa miaka 10 watandikeni watoto wenu. Leo limetupwa swala kama hili. Wazazi wenyewe ni matariku swala,
Wazazi wenyewe hawasali, hawana hamu ya kusali, wanasali Ijumaa mpaka Ijumaa. Tutarajia vipi jamii ya Kiislamu kusonga mbele? Alafu ati twasimama free Palestine. Umrongo wewe, huna haja ya free Palestine. Wewe usimamishi swala unatuambia free Palestine, wewe muongo mkubwa. Kwa sababu free Palestine inaletwa na sisi kuisimamisha dini ya Allah, inaletwa na sisi kusimamisha ibada ya sala, inaletwa na sisi kujaza misikiti, jambo ambalo kwamba Mayahudi wenyewe walisema ikiwa kweli Waislamu wanataka kutushinda, wanatakiwa wajaze msikiti katika swala ya alfajiri kama vile walivyojaza swala ya Ijumaa. Hebu angalia Waislamu walivyojaa leo. Njoo salatul asri, hawa Waislamu walioswali Ijumaa leo, nani amewakataza kuswali alasiri? Hawa Waislamu ambao kwamba wamekuja leo kuswali sala ya Ijumaa, nani amewaambia msije swala ya maghrib au kuna pesa inachajishwa katika mlango? Tuko wapi ndugu zanguni katika imani? Angalia sira ya salafu salih walivyosimama na swala kama hili. Abdul Aziz ibn Marwan na Salih ibn Kaysan alikuwa ni mwanachuoni, Abdul Aziz alikuwa ni khalifa, kiongozi. Wazazi wakati wao walikuwa na tabia ya kuwapeleka watoto shule au madrasa wakaweze kufundishwa misingi ya dini na tarbia na adab. Salih ibn Kaysan akaletewa na mfalme au khalifa Abdul Aziz ibn Marwan mtoto wake. Huyu Abdul Aziz ibn Marwan kiongozi anampeleka mtoto wake, yasemekana ni Umar ibn Abdul Aziz tuliotoka kumtaja, anampeleka kwa Salih ibn Kaysan afundishwe tarbia. Salih ibn Kaysan akawa ni mwenye kumfundisha mzazi mtoto kama huyu. Mtoto anafundishwa swala kama hili, tarbia, misingi ya dini. Siku moja huyu Salih huyu mtoto ambaye kama ni Umar ibn Abdul Aziz alichelewa sala ya jamaa. Si kwamba hakusali, la, alisali, lakini alichelewa kuja kutekeleza ibada ya sala kama alivyotaja Ibn Kathir fi bidaya wa nihaya. Akitizama Salih ibn Kaysan amuona mwanafunzi wake amechelewa, akamwita, limadha taakharta, wewe umechelewa, ulikuwa na shida gani? Amwambia, kuntu urajilu sha'ri, mimi alikuwa nachana nywele zangu ndio nikachelewa. Kijana amelewa na tarbia, anazungumza ukweli. Maashaghalaka, jambo gani limekushughulisha umechelewa na ibada ya sala? Asema kuntu urajilu shari, mimi alikuwa nachana nywele zangu. Ewe mwalimu, amwambia hilo jambo umelitanguliza kuliko sala ya Ijumaa, sala ya jamaa afwan. Sawa, nenda. Akaandika barua Salih ibn Kaysan mpaka kwa mzazi Misri ambaye kwamba ni Abdul Aziz ibn Marwan kiongozi. Anaandikiwa barua ya kuwa mtoto wako amechelewa swala ya jamaa. Leo peleka wewe mwalimu barua kwa mzazi, mtoto wako amechelewa swala ya jamaa au hakusali, utasikia maustadhi wengine wamezidi. Maustadhi wengine hawana kazi ya kufanya. Sasa hii ni kesi. Abdul Aziz Malik Abdul Aziz anaisoma barua ile, akiona sababu ile pelekea mtoto wake ni kuchana nywele, amwambia mtoto wake, la ukallimuk, anaandika barua, mimi kuanzia leo sikuongeleshi tena, hata antuhlika ra'sak au sha'rak, mpaka unyoe nywele zako zote zilizokufanya wewe uchelewe katika swala ya jamaa, ndio mimi nitazungumza na wewe. Mtoto ananyoa nywele kipara kwa sababu amechelewa swala ya jamaa. Mzazi ambaye kwamba ni kiongozi anaipeana adhabu. Wewe mzazi umepeana adhabu gani kwa mtoto wako? Abdul Malik ibn Hisham sala ya Ijumaa na sali, akimaliza sala ya Ijumaa aona mtoto wake taakhara an salati aljumaa, amechelewa mtoto kusali sala ya Ijumaa. Kama vile sisi tunavyochelewa, mtu anakuja khutba ya pili anaangalia saa 7 kamili anakufanyia hivi, yuko busy, amechelewa na amekuja khutba ya pili. Hata wengine wamekuja bakia dakika 5, kila kikaa anaangalia saa, na khatibu anapochelewesha kidogo mashtaka kwa imama, khatibu yule anaturefushia bana. Abdul Malik ibn Hisham akamwita mtoto wake, Joab. Mtoto anaitwa na mfalme, mfalme ni baba. Anamuuliza, jambo gani lilokuchelewesha wewe leo mpaka ukachelewa swala ya Ijumaa? Umekuja khutba ya pili, umekuja watu washakimu, wewe ndo unaingia msikitini, kitu gani cha maana kilichokuchelewesha? Mtoto anamwambia, ajaza ba'alati an hamalani,
kile kipando changu ambacho kwamba ni nyumbu kimeshindwa kunibeba leo, ni kigonjwa. Kipando changu cha umwa, sikuwa na kipando cha kunileta mimi msikitini, yewe babangu, ikabidi nitafute namna nyingine ya kupata usafiri ili nije kutekeleza sala ya jamaa ya Ijumaa, lakini nikachelewa kwa sababu sikuwa na kipando. Babake akamtizama mtoto yule, akamwambia, sasa sikiliza, aliyekuchelewesha ni kipando, kikakufanya wewe usije msikitini mapema, sababu ni kipando. Basi sikiliza, kuanzia leo la tarkabuha sana, kuanzia leo mpaka mwaka uishe hauna ruhusa ya kupanda kipando chochote, utatembea na mguu. Sisi tukiona huwa tunaona tu ni stories za zungumzwa, Ijumaa iishe twende zetu. Watoto hawatasali, baba hatamuuliza lolote, mtoto ataangalia TV, baba atafuta sigara upande wa pili, hakuna swala lolote, kwa sababu hatuzingatii Ijumaa kwamba ni mafunzo tutakiwa turekebishe Waislamu. Na malizia ndugu zanguni katika imani, ni wazazi kusimama msimamo mkubwa sana katika kuwatizama watoto wao wa kike. Hawa watoto wa kike hawa, ndugu zanguni katika imani, leo imekuwa ni aibu kwetu kubwa sisi Waislamu juu ya watoto hawa wa kike. Imekuwa sisi Waislamu hatuwezi kuinua nyuso zetu juu ya wasiokuwa Waislamu kwa mambo wanayofanya watoto wetu wa Kiislamu wa kike kwenye mitandao. Aibu imeenea kwetu sisi Waislamu, na wazazi wanalishuhudia hili wala hawajali, kwa sababu ni madayuth. Waume wanayashuhudia haya wala hawayajali, kwa sababu ni madayuth. Hawana wivu na wake zao, hawana wivu na watoto wao, hawana wivu na mabinti zao, hawana wivu na madada zao. Wameacha tu mambo kiolela olela. Ndugu zanguni katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ala jariyataini hatta tablugha, yoyote atakayewalea vizuri watoto wa kike wawili mpaka watakapokuwa ni wenye kubaleghe, jaa yaumul qiyama, atakuja siku ya kiyama huyu aliyewalea vizuri watoto wake wawili wa kike, ana wa huwa kahataini, mimi na wao tutakuwa hivi. Yoyote atakayesimama juu ya malezi mazuri ya mtoto wake wa kike, ana bishara yeye kesho siku ya kiyama kukaa peponi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni juu yako ipuzie nasaha hii, au ni juu yako uwe ni mwenye kuitekeleza nasaha kama hii. Bali sio hivyo peke yake, Mtume anatuambia atakayewalea vizuri watoto wawili wa kike, siku ya kiyama wanakuwa ni sitra juu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaha yangu naipeana kwa kila ambaye kwamba anaisikia sauti hii, dada wa Kiislamu. Nasaha hii naipeleka kwa madada zangu wa Kiislamu. Ayatuha albanatu almuslimat, ya banata almu'minin, laqad sharrafaki alislam wa a'la khadrak, anti dhurratun thamina, anti dhurratul maknuna, lam takun almar'atu qabla alislam, فجاء الله بهذا الدين فأنقذك من النار. لست والله بأفضل من فاطمة الزهراء. اسمعي ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار إني لا أغني عنك من الله شيئا. Enyi madada zangu wa Kiislamu, fahamuni ya kwamba nyinyi ni bidhaa yenye thamani. Fahamuni ya kwamba nyinyi ni watu ambao kwamba mmetukuzwa na Uislamu. Nyinyi hamkuwa na thamani yoyote kabla ya Uislamu. Wanaume walikuwa wakibashiriwa watoto wa kike kabla al-Islam, wanakuwa ni wenye kukasirika. Wa idha bushira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Hii ndio ilikuwa hali yenu yenye madada wa Kiislamu. Mwanaume anapoambiwa mtoto wako ni wa kike, anakunja uso, anaona haya mpaka kutembea mbele za watu. Sijui huyu mtoto wa kike nimfukie au nimtupe, naona haya leo nimepata mtoto wa kike. Lakini fajana Allahu bihadha alislam, Allah akaja na dini ya Kiislamu ikakutukuza wewe. Usidanganywe na wale wa magharibi kwa wewe ujianike katika mitandao ya kijamii. Dadangu wa Kiislamu, tambua ya kuwa wewe si bora kuliko Fatima. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Fatima, iokoe nafsi yako kutokamana na moto, mimi siwezi kusaidia mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika Uislamu wa imani, tusimamishe